saa 11 ndatika 13 mitamboni ya Thiani FM kilinguni cha kitindo cha Adhiani wina kwa tina kindwa Musembi ni sane ya keli helangu yetu na mweni ndini wa studio situ nukuda yetu masito make na mnani wa mundi tunatunania wewe mwisho wa modelo HIV AIDS na ni umweka tuwala mekalite na tulinutwa wawu na nugu tuwelesia safari yake ili atakuma nindi na kubikabu maondo maili hata na kuya masama vikabu tubendwa lugha kidogo. Hai. Karibia microphone, karibia microphone. Niaje, wacha nikusalimie tu, niaje. Salama sana. Sasa hiyo sauti nataka kusikia vizuri. Uko fit Niko poa kabisa. Mimi naitwa Tina wa Musembi. That is what they call me and that is my name. Okay. Yes. Mimi naitwa Morris Were. Morris Were. Morris Were, introduction to Morris Were tokea wapi hii Kenya? Mimi ni mzaliwa wa Siaya County, Game Sub County. Ya huko ndio kwetu. Okay. Ya. Huko ni Nairobi. Nairobi huko. Na mimi sihitaji kufanya introduction. Mimi ni mzaliwa wa Makueni County. Now, tuingie kwenye topic yetu ya leo. Morris Were. Yeah. Living with HIV. Yes. Tukiangalia tu ni msimu ambao watu wengi watajiachilia ama huwa wanajiachilia wakati kama huo ambapo watoto wako nyumbani, kila mtu yuko tu, tuko kwenye quarantine na wewe tuko tu hatujajitoa sana. Lakini wengine wetu tumejiachilia. Hayo tusizungumzie sana. Tuje kwenye mazungumzo yetu ya siku ya leo kuhusu ugonjwa huu, virusi vya ukimwi. Kitambo ilikuwa ukisikia kwamba Tina ako na ukimwi inasemekana huyu atakufa. Hebu tupe safari yako. Okay. Vile nilisema awali naitwa Morris. No, hapa Nairobi naishi Mathare North. So katika hii safari ya HIV nilianza mwaka wa 2008. Naam. Nikiwa tu naishi hapo Mathare. So vile ilianza ilikuwa ni kama tu ni Mungu tu alikuwa amepanga nijue hali yangu ya HIV. Kwa sababu sikuwa nimepangia nitaenda kupimwa. So ili happen nilikuwa nafanya kazi kwa hoteli fulani hapo Mathare. Mahali inaitwa Bondeni. So kuna mzee alikuwa na lala hapo kwa hiyo hoteli. Mnampa accommodation? Tunampea accommodation at night. Ikifika asubuhi mahali pa kujisunda tu. Mahali tu pa kujisunda. So ikifika asubuhi anajipa shughuli zake. Then it happened huyu mzee alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu kidogo. So nikampeleka hospitali apimwe kako na TB. Juu alikuwa anakohoa kabisa. So katika hali ya kwenda kupimwa nikaona hata mimi nipimwe. Kwa sababu umeinteract na yeye. Ni kama tu siku hizi kwamba ukiinteract na mtu ambaye anakoa na mahoma kajoto unaona wacha tutupime pamoja COVID. Yes, ndio. Sasa by then umejua TB ni airborne. Sasa nikasema vile tumekuwa naye kwa muda mrefu, wacha hata mimi nipimwe nione kama nitakuwa na TB. So mali nilimpeleka ni CCC na wanajiita EDAP, Eastern Dinary AIDS Relief Program. Inadili na mambo ya HIV na TB peke yake. Ni hospitali. Hizi ni shirika lisilo la serikali, ni NGO, but wanadeal tu na HIV na TB. So nikasema hata mimi nipimwe. So kupimwa kwanza nikaulizwa will you go for counseling, nikasema no because by then nilikuwa na bibi na alikuwa mjamzito. So nilikuwa naona kama ana hata mimi sina. Ulikuwa umejuaje bibi hana? Bibi aliniambia tu yeye mwenyewe amepimwa akapatikana hana. Juu alikuwa ameambiwa umejua ukienda clinic lazima upimwe. Kwa hivyo na wewe ukajiamini kwamba kwa sababu yuko negative sijaingia mtaa hata mimi niko negative. Hata mimi niko sawa. So mimi nikasema kana hiyo counseling wewe nipime. Nikapimwa, mzee akapimwa, so tukangojea result. So result vile ilirudi nikaona huyo nasa ameambia mzae
we sasa mwenye ulikuwa umempeleka hospitali sasa huyu mzee sasa akamwambia wewe teremuka chini utoe samples za TB kikohozi sasa tuende tupeleke lab tuone kama uko na TB. Hebu kidogo wewe ulikuwa umeenda upimwe upimwe TB. Yeah. Ulipimwa TB ama nasa aliona wacha tupime hata HIV? Ni compulsory pale, uwezi pimwa TB kama hujapimwa HIV. Uwezi. So lazima upimwe HIV kwanza ndio upimwe TB. Okay. Yeah. So hawezi kukuanzisha TB kama hujapimwa HIV huko. Lakini mzee alikuwa awali ashapimwa ama hakuwa amepimwa? Tulipimwa tu na yeye. Okay. Yeah. So mimi nikababi nasa kaniambia we baki kidogo. Sasa akanikumbusha, do you remember vile nilikuambia result zinatokanga? Kujisomea. Nikamwambia najua. Akanipea kiti yangu ikatoka 2 lines. Na ulikataa ukifanywa counseling? Nilikataa, nilikuwa najua niko sawa. Na huko unahisi vyovyote vile? Niko tu sawa, nimeenda nikitembea. Sina ugonjwa yoyote, niko tu sawa, I'm very healthy. Hata nimetoka kazini nikienda hapo. So nikashtuka, nikaona 2 lines nikashtuka. Nikasikia kijibaridi kanipiga sasa. Really imekuhit tu. Yani tu imenihit tu kabisa. So akaniambia your result shows that you are infected. But tutafanya another test with another kit ndio tukue sure. Juu tunakuanga hata na fault test. Mimi nikakubali, but kabla nipime nikamwambia so unaweza kubali sasa niende counseling kwanza kabla sijapimwa ya pili. Kabla sijapimwa tena. So akanituma counseling. Sasa counseling nikaanza kuelezwa, kuambiwa vile inaweza kuwa in case ni ukweli, vile nitaenda kwa madawa, vile utajibeba, vile inafaa nijitreat. So hapo nikaona hata huyu ananiongelesha na akili yangu sasa iko hapo kabisa. Iko tu kwamba yenyewe nimepatikana. Mimi ni kukufa na kufa. Yeah. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2008. 2008. So nikamkatisha, nikamwambia wachana nayo, wacha mimi nirudi for another test. Nikaenda, nikarudi, akakubali. Nikaenda, nikapimwa tena with another kit. Results zikakuwa the same. Positive. Ikakuit sasa proper. Sasa nikajua mimi kuisha. I was 24 years by then. I was still very young. Ndio nilikuwa nimeoa tu hiyo mwaka. Sasa bibi ndio yako na miba. Umepatikana uko positive. Mimi nimepatikana. Bibi naye amekwambia uko negative. Bibi ameniambia uko negative. Mimi najua mimi siko sasa. Mimi ni kukufa, nimekufa. Maisha ya awali nayo. Ilikuwaje? Awali before nipimwe. Before uoe bibi. Sasa mke wako anakuambia kwamba yeye yuko negative. Na wewe unakuja umeturn positive. Hapo awali kabla ukutane na mke wako, kuna vile tu mtu upita kwa hii njia, anapita kwa hii nyingine, anapita kwa hii. Maisha yako yalikuaje? Lakini nikurudisha kwa ama labda inaweza kuwa ni tulikuwa na msichana fulani ama mwanamke fulani, labda nilipata ajali, nikakatwa mahali, damu zikaingiana yangu na mtu wako infected. Ili kuingia ama ilikuaje? So wacha nikuambie, unaona the moment unapata tu habari ya kwamba uko positive. Vitu mingi sana ukuja kwa akili mara moja. Vitu zimekuja kwa akili mara moja, unafikiria hii unafikiria vile utaishi ama utaishi. So nikaanza kufikiria vile nilikuwa naishi before. Before nipate huyu mke wangu, nilikuwa na dem bado. So huyu dem tukaenda na yeye, nikapata huyu mke wako sasa. So si nikaachana na huyo mwingine sasa amekuwa ex. So nikaanza kufikiria na bibi aliniambia yuko negative. So kuna possibly ni huyo ex wako. So hata vile nitarudi nimwambie nitaanzaje. So the main focus sasa ni kwa nyumba. Kwa bibi. Nitamwambiaje niko positive. Na atareact aje. Juu yeye aliniambia ko negative. So after kupimwa the second test, ikatoka positive. Nikaambia nurse
akaitana juu aliona nimekuwa hit sana, akaita other nurses, so wakakuja other 4 nurses, so we were 6 people in waniongeleshe. So vile walikuwa naongea, kumbe walikuwa nanifungulia file ya hizi za vitabu si vile sasa ziko digital kwa computer. By then ilikuwa file. So kumbe wamekuja na file hapo, wananiuliza maswali hapo na wanaandika na madawa. Wanataka kunianzishia madawa sasa za ARVs. Wakanitoa hapo, wakanituma kwa nutritionist. Nikaambiwa vile nitakula, vile sasa inafaa nikae, vile nini. So after all that nikapewa dawa ya wiki moja. Azikuwa ARVs, zilikuwa Septrin. By then ulikuwa unapewa Septrin kwanza kwa muda. Hizi za kusuppress tu makali. Yeah. So mimi nikabeba dawa zangu nikaenda kwa nyumba. Sikuambia bibi juu sijui nitaanza aje. So kukaka after 1 week juu niliambiwa after 1 week nirudi na niende na bibi kani niko naye atayapimwa. So usiku wa ikilala sasa kesho yake inafaa nirudi. Nikauliza bibi, uliniambia uko negative. Wakati huo muda wote hujamwambia huko? Sikumwambia chochote. Umenyamaza tu. Na meza tu dawa zangu juu zilikuwa tu za 1 week. Sasa amejua tu mimi ni mgonjwa, hizi tu ugonjwa zingine. Hata ni Septrin. Septrin umejua watu wanakunywa hata kama uko positive. So nikamwambia kesho inafaa tuende basi tupimwe na wewe. Because pengine mimi naweza kuwa positive na uko negative. So inafaa tujikinge. Sasa akateta kidogo, akaniambia mbona uko niambia before hata tuoane tupimwe ama nini. Nikamwambia but it's not too late, tunaweza enda tudupime. Kesho yake asubuhi sikwenda kazi. Tukarauka naye kliniki, tukaenda CCC. Tukapimwa juu sasa mimi huko nishapimwa. Mimi sikupimwa tena. Niende aliingizwa, akapewa counseling, akapimwa. Mimi sasa hiyo niko nje. After kitu 40 minutes akatoka akilia. Akatoka hapo kwa hiyo room akilia. Sasa nikajua kumeumana hapa. Ni kubaya Ni kubaya. Kwangu ni kubaya, kwa mke kumekuwa kubaya. Oh my. So ikabidi sasa nimbembeleze. Sasa mimi ndio lazima nikuwe strong. Hatuwezi lia wote. Na mimba wakati huo. Akona mimba. Sasa nikamuongelesha hata yakafunguliwa file, akaanzishwa madawa, tukaenda kwa nyumba. Sasa ako positive, mimi niko positive. Bado najiuliza nimetoa wapi. Na alikuambia hana. Na aliniambia hana. Sasa najiuliza alikuwa ananidanganya ama hakupimwa. Ama labda wewe ndio umemwambukiza kwa hizo siku ama hakupimwa juu tangu vile aliniambia kwa imemaliza 3 months juko, because ulikuwa naambiwa unamaliza 3 months tena unapimwa tena. Sasa tangu aniambia kwa negative hajamaliza 3 months. Sasa nasema ama kupimwa na alidanganya ama turn positive na kaona hizi niambia ama ni nini. Sasa hivi nikuulize Were, mke ameturn positive, uko positive, girlfriend yako na yeye ule ex umeongea na yeye ama wacha tunyamaze tu? So wacha sasa ningangane na bibi. So kwa sasa nataka nijue hii kitu imetoka wapi. Nikapigia ex. Nikamwambia we have to meet, but umejua sasa hiyo tushaachana. But sasa juu nimemuita akakubali. Sasa ukamwambia mnakutana kahawa ama? Nikamwambia tu I need to see you. You need to have some talk. But alikubali, akakuja. Akakuja tukaongea, nikamuelezea bibi yangu anataka tupimwe na yeye. Na mimi naogopa. Yaani kaona tu ni vizuri muingize box. Nilikuwa natafuta story ya kumuingiza box. Ndio ujue kini ni wapi. Sasa nikamwambia bibi anataka tupimwe na yeye. Ajue kama niko positive, tujue hali yetu mimi na yeye. Na mimi naogopa juu nilikuwa na wewe kabla nimpate. Na mimi sijui kama ulikuwa na mtu. So better tupimwe tujue. Tupimwe mimi na wewe. Tujijue kwanza. In case niko positive, nisikubali tupimwe na yeye nimtoe, nikuchukue. Yaani uachane na bibi, nichukue huyu. Akakubali. Tukaenda tukapimwa na yeye. Mimi nikatoka positive, yeye akatoka negative.
So nikashindwa kwani mimi nilitoa wapi juu X na huku waipata ajali. Juu X sana mimi niko nayo, bibi yako nayo. So nikakumbuka tukipewa counseling sasa tukiwa wawili, tuliambiwa tusitaki kujua sana ilitoka wapi. Tuachane nayo, tuachane nayo because it won't change. It won't change our status hata tukijua sikujua. Simi nikachana nayo, nikasema hata nikifuata it won't help me. Hata kama ni bibi alinipea, hata kama nilitoa wapi, kwa saa hii it's too late, itasaidia. Morris, fast forward. Mmepatikana mko positive wewe na mke wako. Huyu ni mtoto amezaliwa. Yuko positive ama yuko negative? Sasa kitambo mtoto azaliwe, akigunduliwa mtu alikuwa around 6 months pregnant. Akaanzishwa madawa. Na umejua nowadays so long as uko under treatment uwezi za mtoto positive unless sasa umejiachilia tu, unless ujiachilie ama uende uzae kienyeji huko, usikatae kwenda hospitali kudeliver. But ukienda kudeliver, hata hiyo hospitali tu wataona hiyo kitabu yako ya clinic, watajua vile watakuhandle. They know how to handle you. So because mother to child infection mostly inaoccur during birth. So ukienda kwa OC na uko under treatment, utazaa mtoto tu vizuri. Madaktari watakuambia vile utafanya na mtoto ili usimwambukize. Kama ni kumnyonyesha, kunyonyesha siku hizi wananyonya, hata watoto wangu wote wamenyonya kwa mpaka kwa muda wa mwaka moja. 6 months alafu So mtoto hakuwa amezaliwa by then. But akizaliwa alienda kazaliwa Mbagathi. First born wangu Malia alizaliwa Mbagathi. After 6 months wakapima, akakuwa negative. After 1 year kwa pima akakuwa negative. After 1.5 year wakapima tena. Every 6 months. Ngoja after all that time akwanda treatment, hata kuna madawa anapewa ndio anajua ananyonya. So after 1.5 year wakamtoa kwa hizo madawa zote. Sasa ako sawa. Lakini babu unaelewa kidogo na kupata kwa umbali ya kuomba maji. Turudi kwako. Umepatikana positive, ex-girlfriend ni negative, mke wako ni positive. Mtoto amezaliwa, amepimwa, amepatikana yuko negative. Sasa ameachishwa madawa, anaendelea kukua. Fast forward. Mambo yakoje? Mke bado anatumia dawa, wewe bado unatumia dawa, na nimesikia umesema watoto wako wote ni negative. So umejua kuna denial after umekuwa diagnosed. Kuna tu muda inafikanga tu unakuwa unajikataa tu, unaona utaki hata madawa tena. Like me niliishi kwa denial for kitu 1 year. Mpaka 09? Kutoka January vile nilitoka nyumbani hiyo January 09, sikuwa nakunywa madawa tena. Ulijiachilia tu? Nimeacha madawa. Lakini naenda tu nazichukua. Unakuja unaweka na natupa. Natupa kabisa. Na mke naye ana meza. Yeye anakunywa tu juu ya mtoto. Lazima ana meza. Lazima. Lakini mimi nilikuwa natoka nayo huko na zitupa kabisa because kwanza zilikuwa nime add weight. Yuko add weight sikuwa nataka. Nilikuwa nime add weight from 68 to 80. Na BMI yangu inasema inafaa nikuwe 70 at most. So sikuwa nazitaka, naona tu niko depressed, sitaki for the whole year mpaka ni kifo ulikuwa unajitakia ama? Sasa si unaona tu hauna hata mtu akiko-encourage, unaona unakufa, unajiuliza nitaishi. Hakuna haja ya maisha kwa sababu ni kama ni death sentence. Is it true? Nitaishi nikimeza dawa hadi lini? So it happened. My CCC wali organize kitu kama workshop for youth. Wakatuita 30 years and below. Ndio walikuwa nasema ndio wanawasumbua sana. Hawatumii madawa vizuri. Alikuwa najua utumie ama? Si sasa mimi nikienda huko wakiniuliza, "Morris uko sawa? Unatumia madawa?" Nasema niko sawa, natumia madawa na meza on time.
ndio wasikuje kwangu juu ulikuwa ukikataa wanakukujia wakiona unasumbua wanakuja hadi kwako kwa nyumba, wanakupea cha lazima. Wanakuja hadi kwako kwa nyumba, wanakulazimisha, na siku wanataka majirani wajue. Juu akikuja kwangu majirani watajua. Naam. Sasa nilikuwa naenda nachukua, nakuja natupa, mimi naendelea na maisha yangu kama kawaida. So vile waliita hiyo workshop, tukaenda, ilikuwa kitu 3 days. So ndio tukakuja sasa, watu wametoka Githurai, Kasarani, sijui wapi, ma youths tu, wasichana nini, vijana tu, sisi vijana tu. So wakatuongelesha ilikuwa inaanza saa 8 hadi saa 12 every day for 3 successive days. So hapo ndo nilijikubali. Sasa vile niliona sasa watu wengi, kumbe tuko wengi, hauko peke yako, na kuna watu warembo na watu wanakuja wanatuambia vile wameishi si kwa hii kitu na miaka mingi. Sasa ndio nikasema okay, kumbe there is life after testing positive. Hapo sasa ndio nilijikubali. Hapo sasa ndio nilianza sasa kutumia dawa vizuri. Hapo. So after that sisi tukaendelea tuna maisha kama bibi na bwana hadi tukapata mtoto wa pili, tukapata mtoto wa tatu. Maisha yakaendelea tu vizuri mpaka the other year 2017. 3 years ago. That is when we separated with my wife. Hivyo tu ama nijuu kuna mmoja amezi dawa sasa usikazi daktari. Mkoona mwachane. Hapana. Kulikuwa na issues. Nilikuwa issues za infidelity. So mimi kivyangu niligundua bibi yangu ni kama alikuwa na mahusiano mengi. Ni kama niliprove. Uliprove. Alikuwa na uhusiano nje ya ndoa. So tulijaribu kusuluhisha, ilikataa. Ilikataa kabisa mpaka ikabidi wakati sasa mtoto wangu alifariki. Sasa ndio. Sasa mtoto alifariki mkiwa na mke ama? Mtoto alifariki mwaka uliopita 2019. Last born wangu. Sasa juu vile tuliseparate, tulichukua watoto nikapelekea. Alikuachia watoto ama uliwachukua cha lazima? Unajua aliwaacha hapo. Aliwaacha juu alitoka kwa nyumba kama mimi siko. Yeye aliacha watoto hapa, alichukua tu manguo zake akaenda zake. So akasema Morris, na mzigo wako wa watoto waachwa tu nao. Otherwise wameitanishwa na wewe. So mimi nikachukua watoto juu sasa singeweza kudeal na wao, kuwalea na niende tena kazi. Ni wasichana ama wamechanganyikana? Wote ni wasichana. Wasichana wote. So last year huyo mdogo alipatikana na diabetes. Ugonjwa wa kisukari. So nilijaribu kukadi ya uwezo wangu. Ni tukamtibu, tukampeleka ma private, tukampeleka wapi, but mwishowe aliaga. Ndio after kuaga nikaita mama yake, akakuja mazishi tukazika. But sasa nilimwambia hadharani hapo tu kwa mazishi hatuwezi endelea na maisha kama bibi na bwana. So we separated kabisa. Na kuhusu watoto? So watoto wao wamebaki wawili, saini wakubwa. Mali ya saini. Hakusema anataka abaki kwa sababu ya watoto, at least akaekae na watoto kusije ukapatikana mwingine mgonjwa afe. Ni kama akuelewa. Ni kama I don't know, sijui ni nini limuingilia. But ni kama anajali kabisa. So mkaachana hivyo hivyo? Tukaachana. Watoto wako kwa hata saa hii wako nyumbani na shosho yao. Mama yako sasa? Mama yangu sasa mzazi. Sasa tukisonga mbele, Morris, mtoto ameaga na si ugonjwa wa ukimwi. Ameaga sababu ya sukari. Ugonjwa wa sukari. Alikuwa na miaka 6. Sasa tukija kwa sasa, mke naye ameenda kivyake, wewe umebaki. Kutoka 27 umekaa tu, yani umekaa tu. Unajua umekuwa kwa ndoa kutoka mwaka 2008 mpaka 2017. Hiyo ni miaka karibu 10. Sasa yani kutoka hapo umeamua kukaa tu ama ulijipanga? Sasa kutoka hapo nikaona siwezi kaa hivi. Na kulingana na hali yangu ya maisha ya ukimwi, naona sasa nitaambiaje msichana wenyewe niko na ukimwi? Nitaanza aje? Hauko umeopen up kwa mtu yote? Sikuwa nimeopen, hakuna mtu yote alikuwa anajua hali yangu. Ni mke wako tu? Mke wangu tu peke yake, na uko hospitali peke yake. Mama? Hakuna hata mama nyumbani.
hakuna mwenye alikuwa anajua. Though mama alikuwa amejua tu kidogo, but sikumwelezea. Kuna wakati aliona madawa zangu nilisahau nyumbani. Vile nilienda huko nyumbani. So but sikuwa nimemwambia officially mimi I'm positive. So hakuwa na ile anaweza sema amejua. So after mke kuenda, misi sasa anaendelea na maisha. Mimi sasa ni bachelor. Kwa sababu naelewa vile unavyoelezea, kuna wengine ambao wako kwenye hicho kiatu. Maisha yamekuwa hivyo hivyo. Kuna vile ameoa, mambo yamekuwa hivi, sasa tunavumiliana, mume yako hivi, mke yako hivi. Tunene tunakumu tukisia nika na tukisia ukewa wake Morris. Undo mambo maile na yuko ikiabinya, ndio mambo ni moka adha yene wa mundu. Na yukulia ila na wayo wayo nyini umilia mudhiana hata tuendelee kwako. So vile alienda, mimi nikasema itabidi nitafute msichana mwingine. Bado nilikuwa 33. Nasema bado nitatafuta kama msichana nioe tena, at least tulee watoto tena nikiwa na bibi. So changamoto kubwa kwangu ilikuwa ni utamwelezaje uko positive? Niko positive. Nitamwambiaje? Ataukataa tu, definitely ataukataa tu vile mambo yalivyo. Si ndio? So nilipata msichana. Msichana akakuwa kama mwokovu hivi, wa kanisa tu. Ameokoka sana. Sasa insist Morris, lazima tupimwe kwanza, na intimacy kama itakuwa lazima tufanye ndoa kwanza. So kuna wakati alinisukuma mpaka nikakubali, sawa twende tupimwe. Sasa nimesema hata kama hii relationship inaisha, wacha iishe tu. Sasa amenisukuma kabisa, nikasema sawa twende tupimwe. Nikamchukua, alikuwa anasoma hapo KCA. Tukaenda German doctors hapo Mathare. Tukapimwa. Tukupimwa, result zetu zote ilitoka negative. Sasa hata mimi nilishangaa nimetokaje. Ulikuwa positive after 10 years imekuwa negative. Na inakuaje? Sasa hebu tuelezee. Kwa sababu nakumbuka kuna mwaka wa 2018 nilikuwa na mmoja tu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi. Na akatuelezea kwamba yeye line yake iko chini, as in ni undetectable. Hazipatikani hata akipimwa mara ngapi. Anaonekana tu hana, lakini anajua vizuri mimi natumia dawa, mimi niko na virusi vya ugonjwa wa ukimwi. Sasa inakuaje kwamba una turn negative na ulikuwa positive? Tunajua kwamba ukimwi hauna dawa. Ni dawa tu za kutuliza makali. So hata mimi kwa wakati huo nilishtuka sana, kwani imekuaje niko tena negative. Tukaachana na huyu msichana, akaenda. Mimi kesho yake tena nikarudi tena kupimwa. Ndio nihakikishe ile matokeo ya jana ni the same. Ikatoka tena tu negative. Uko peke yako? Nikiwa peke yangu. Sasa hiyo nikaenda hadi kwa CCC yangu. Hospital yenyewe huo unaendea madawa Nikawauliza juu sasa huko najulikana. Nikawauliza mbona na turn negative na I've been niko positive hata hapa ndio nachukuanga dawa. So hapo ndio akaanza kunielezea if you've been on drugs and you are adhering, kuna inaweza fika wakati uko undetectable. Virusi vimekanyagiwa tu. Virusi zimekuwa suppressed kabisa. Hata ukipimwa haionekani. Unless izipelekwe damu ipelekwe kwa lab. Ndio wanaweza ona uko positive. Na teknolojia hali ya juu sasa. So from there sasa nimejua I'm undetectable. So sikuwa nimeenda umejua by now nimeweka status yangu open. Sikuwa nimeenda open by then. Ukasema kwamba una virusi. Sikuwa nimeambia watu niko na virusi. So nikaamua wacha sasa hiyo mwaka ndio nikaamua sitajifinya sana. So nilikuwa nimekutana na rafiki yangu. Msichana anaitwa Pasi. Hata wacha tu nimtaje jina juu hata yame amejitokeza public. Pascaline. So Pasi ndiye at first vile nilimuelezea akaniambia kama umejua bado hujajikubali sana usijitokeze juu ya unyanyapaa, stigma. Watu watakuhit na stigma. Maisha yako itakuwa ya kawaida after kujitokeza.
hiyo ilikuwa 2017 hiyo. Nikajikanyagia. Nikakanyagia kabisa, nikakaa. Sasa vile pasi alikuwa ana update status zake kila saa juu sasa mimi rafiki yake kwa Facebook. Sasa na update status zake every now and then, anasema positive na namuona tu ako healthy kabisa. Naona ajali, anaongea tu. Sasa nikapata wengi, kuna wasichana wengine pia nimepata wamejitokeza, kuna tu watu hata vijana. Nikasema why not me? Kwani mbona mimi najifinya? Na hii kitu haitaniua, nishajikubali, nimeza dawa, niko sawa. Sasa hapo kama dizia sasa mwezi wa 7 ndo nilijitokeza hata mimi. Nikasema nikapost. Na umejua kujitokeza pia ni process. Sasa ni account yangu ya kawaida ya Facebook sikujitokeza na ulifungua nyingine. Nilifungua nyingine juu sasa ile imebeba watu wa church, imebeba yani kila mtu tu, close relatives, watu sisi wote tuko hapo. Wako hapo. Sasa nasiwezi ambia kila mtu at once. Nikafungua account nyingine. Post yangu ya kwanza tu kwa hiyo account ilikuwa ni my name is Morris Were, I've been living with HIV for the last 12 years. Kitu kama hiyo tu, bla bla bla. Sina hata marafiki baada, hata na kama tu najiongelesha. Hakuna hata rafiki mmoja. Sina marafiki. Niko tu na nilikuwa tu na rafiki tu mmoja bado. So nika join hizi magroups za HIV, hizi za Facebook bado, hizi groups tu. Hapo ndio ulipata nguvu sasa. Sasa nikaona sasa tuko wengi. In fact niliingia group nyingine hapo tu, nimepata over 25k members. Wote ni positive. Wote wako positive. Kuingia nyingine napata over 10k, wote wako positive. Ukasema why not me? Nikasema we are many. Tuko wengi. So nikaanza kufanya research kama vile HIV iko Kenya vile nini. Nikapata we are about 1.8 million people living with HIV in Kenya. Nikasema okay, it's okay. So this thing is not killing us. Na ili tuambie negative population, this thing is not a death sentence the way wanaiona. Tujitokeze. Ukinyamaza nayo hawatajua na utakuumiza tu. Na hao wenye wako negative watakuwa wakitumistrate tu, wakijua these people is like they are dying. This thing is not a ni kama tu wakati huu wa msimu huu wa corona. Ni kama ukisema uko positive watu wanaanza kukuhepa. Ni kama nini huko ni tu kwamba mimi sasa Morris nikwambia niko positive, wenyewe kuna vile tu react. Sasa sisi kama watu tulireact aje? Stigma ilikuwa ama kulikuwa kuzuri tu? Kulikuwaje? Milima, mabonde, tambarare, kulikuwaje? Sasa after kwenda public, nika add my friend kwa hiyo account. Kwanza nilikuwa na add tu watu positive kwanza. Sasa nikaanza ku add tu watu, hata ukinitumia friend request sikuwa naangalia wewe ni nani, na ku una add tu automatically, una add tu. Sasa ikafika wakati nikaona sasa stigma na macho sasa. Sasa wakati nilienda public, watu wakaanza kunifollow, watu wanakuja inbox wananiuliza, Morris chenye unasema ni ukweli ama unajua ama ni kuchora tu? Wanaona niko healthy kabisa. Hata yeye mwenyewe anaona niko na afya kumshinda. So hata mtu akikuja na mwambia I'm positive for sure, I've been living with this virus for the past 12 years, hawaamini kabisa. But sasa mimi nimeona stigma is there. It is there. Ilikufikia aje? Ni hit. So kazi yenye nafanya kabisa kwa saa hii ni nauza mandazi mtaani. Hapo tu madhari. Sasa kwenye hoteli uliacha ama biashara iliisha tu? Huko kwa hoteli mwenye hapo aliuzia mtu akajenga nyumba. Sasa ikabidi tuame. Sasa mjitafutie tu kila mtu binafsi. Kila mtu tu kivyake. Sasa mimi ndio nishaenda public. Biashara yangu sasa ni ya mandazi hapo mtaani. At first nikafikiria ni corona. Imefanya biashara kila kitu. Biashara iko. Lakini mandazi tunakula. Kwanza msimu huu wale ambao wanauza mandazi wako kwenye biashara vizuri. So kukaa wakati sasa ilifanya nigundue hata si corona sana. Ni wakati sasa niliona
watu tu wanakuja tu wananiuliza, makastama tu wangu, oh, Morris, ni ukweli uko na ukimwi? Uko na ukimwi? So akikuuliza hivyo, unajua kesha utamuona. Ukishamwambia ni ukweli, anaenda, kesha utamuona. Sasa mpaka unasikia watoto ametumwa mandazi, mwingine anakuja hapa kwako, mwingine anasema mama aliniambia nisinunuange hapo mandazi. Mama aliniambia nisinunue mandazi hapa kwako kwa sababu uko na ukimwi. So nikajua okay. Lakini watoto wanakuanga innocent sana. Si ndio? Sana, wanasema tu ukweli. So nikajua hapa this is now the real stigma and I now have to face it. Biashara ikaisha. Ikatoka from 8 packets in the morning. Ulikuwa unapika packets 8. Hiyo ni almost a bambo. Yeah. In the morning nilikuwa nafanya morning and evening. Ika drop from 8 to 2. Haraka hivyo. To 2 packets. Sasa hii 2 packets hata pesa zingine hata iishi. Pesa zingine umekaa nayo hapo aishi. But since hakuna mali utaenda kutafuta kazi, utapata kazi wapi sasa ina corona? Ni kubaya. So inabidi tuvumilie hapo. So watu customers wako wote, mpaka wale marafiki, mpaka kuna wengine tulikuwa tunakuja kukopa mandazi, tumekuhepa kwa sababu una ukimwi. Unapata mama anakuuliza tu, we Morris, hizo ni nini unatuambia? Udati uko na ukimwi. Aje sasa? Na utamuona tena. So sasa unapata wameenda kupanga line huko kwa mwenye hajui status zake. Kuna iba mwingine huko. So stigma chenye inafanya what people living with HIV wakose kujitokelezea ama kuambia hata mtu kwa karibu na yeye ni stigma. Ile unyanyapaa. Ndio imefanya hii ugonjwa hata inaenea. Juu sasa alafu inaenea chini ya maji. Mimi nikiwa nayo nitanyamaza nayo juu sitakwambia sijui utaichukuaje. Nikinyamaza nayo nikipata mpenzi mtu amenipenda siwezi mwambia. Tutakanyaga tu kubwa. Sitamwambia, tutafanya tu vile tutafanya, kama atapata ni sawa, akikosa pia ni sawa. Na the first thing we should fight is stigma. Because umejua kuna maugonjwa kubwa sana kuliko hata ukimwi kwa sahi. Tuko na cancer, tuko na hiyo diabetes. I had a friend mwenye bado alikuwa anachukua anakunywa dawa kila siku, ako na ugonjwa hata sijui, inafanya damu yake ina clot. Damu ina clot. Sasa anakunywa blood thinner. Ndio damu isi clot, na anaikunywa kila siku. Kila siku, na dawa zake na yeye ananunua zinatoka India. Wewe unapewa tu. Ninapewa free. Ninapewa free. So chenye naweza ambia watu hapo nje, hapa nje. People living with HIV, what they want from ni love tu. Kuonyesha tu upendo tu. Ndio tunataka, because mimi siwezi kukupatia ukimwi yangu. In fact kwa saa hii ukiwa undetectable vile mimi sasa ni undetectable. Siwezi kukupatia ukimwi. Even hata tukishiriki ukanipa virusi, hata tukishiriki ngono na wewe bila protection sitakupa. Kwa sababu virusi zimelala kabisa, zikipimwa na normal nini azionekani. Azionekani, aziko kabisa.